Lisha uaminifu na heshima ya biashara yako kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Tunao mfumo wetu mzuri sana wa usimamizi wa biashara ambao unaitwa Credit Series. Umeona? Sasa basi hapa unachotakiwa kufanya ni kutembelea website yetu ya www.credittz.com. Kama wewe ni mfanyabiashara, tembelea tovuti yetu ya www.credittz.com. Hapo sasa ukikliki hapo utapata mfumo wetu ambao ni mfumo wa usimamizi wa biashara. Mfumo huu gharama yake ni shilingi 4500 tu, ambapo ukilipa 4500 una uwezo wa kutumia mfumo huu bila shida yoyote, bila kuulizwa na mtu mwingine yoyote. Na mfumo huu yani unakurahisisha sana namna ya usimamizi wa biashara. Sio lazima uwe dukani masaa 24. Unaona, wakati mwingine unasimamia biashara bila wewe kuwa kwenye biashara. Ndio faida ya mfumo huu. Kwa hiyo hapa, kwa sababu sasa wewe unapoingia kwa mara ya kwanza unakuwa haujasajiliwa, kwa hiyo inatakiwa ujisajili wewe mwenyewe. Kwa hiyo ingia kwenye mfumo www.credittz.com, alafu ukishafika hapo unajisajili. Kuna button hii hapa, nadhani unaiona, inaitwa imeandikwa register. Ukiklik hiyo button itakupeleka kwenye ukurasa wa kujisajili. Hapo utaanza kusajili biashara yako. Kwanza utaanza kwenye shop name. Shop name wanamaanisha jina la biashara. Kwa mfano, jina lako la biashara jina gani? Inaweza kawa ni Wandago Stationery, sijui ni nini, unamiliki biashara gani? Umeona? Kwa hiyo hapo mimi jina hapa nakutolea mfano sasa utakachokifanya. Milika Stationery ni duka la biashara. Miliki William Masatu. Email hiyo hapo masatu82@gmail.com. Namba yangu ya simu hiyo hapo, location ya biashara ilipo hiyo hapo. Password yangu unaweza nikaseti 1 2 3 4 5 6, ila pia kwenye mfumo kuna option ya kubadilisha password, ambapo naweza nikabadilisha, lakini nimeweka hivyo ili ni iwe rahisi kuikumbuka, nisije nikaisahau alafu baadaye mambo yakawa mengi. Hapo baada ya hapo na bofya button ya login ya kuregister. Ikisha bofya button ya kuregister tayari nakuwa nimesajili account, kwa tayari nina duka langu, ambao sasa nakuja hapa na login, naweka email yangu, alafu naweka password, alafu naingiza hapo na login. Wow, duka linakuwa limefunguka kwa mara ya kwanza kabisa. Mfumo unafunguka. Mfumo huu kwa wale ambao Kiswahili Kiingereza ni changamoto, mfumo huu una version mbili, version ya Kiswahili na version ya Kiingereza. Kwa hiyo kama Kiingereza ni changamoto, tumia Kiswahili. Kama Kiswahili ni changamoto, tumia Kiingereza. Unakuja hapa kwenye button hii hapa, ina option mbili. Hiyo hapo kunayo option iliyo button ina option ngapi? Ina option let's imepotea. Oh my god, imepotea chana. Kuna option mbili. Kuna option hii hapa ya Kiswahili. Bonyeza hapo Kiswahili, mfumo wote unabadilika. Wow, unakuwa kwenye Kiswahili. Kwa hiyo unaweza ukamudu mfumo ukiwa kwenye Kiswahili. Vizio, swala vizio, ongeza kivio na aina ya bidhaa hizo hapo. Mfumo unakuwa kwenye Kiswahili. Sijui umenielewa sijui matumizi. Mfumo unakuwa kwenye Kiswahili. Kama Kiingereza ni changamoto, mfumo unakuwa kwenye Kiswahili. Ila ukitaka Kiingereza pia ni wewe mwenyewe. Mungu akupe nini? Mfumo huu hapo. Kwenye Kiswahili mfumo huu hapo. Kwenye Kiswahili mfumo huu hapo. Kama una duka lako unahitaji mfumo mzuri wa usimamizi wa biashara, mfumo huu hapa nimekuletea. Shilingi 1500 tu unakuwa unaweza kutumia mfumo huu. Leo nimekuja kuelekeza namna ya nawaibia kodi ya namna ya kutumia mfumo huu na namna ambavyo unaweza kulinda biashara yako. Faida kuu ya mfumo huu ni kwamba unapouchukua mfumo huu inakubidi uingize bidhaa zote. Umeona? Twende kwenye Kiswahili hapa ili watu waelewe, twende kwenye Kiswahili. Unabidi uingize bidhaa zote. Unaingiza bidhaa kwa idadi, unaingiza bidhaa kwa bei ya kununulia, unaingiza bidhaa kwa kuangalia bei ya kuuzia, bei ya kununulia na idadi na jina kamili la bidhaa. Nadhani vizio, naona hapa vizio. Hapa mimi nauza kwa piece. Aina ya bidhaa hizi hapa. Hapa kuna bei ya kuuzia hii hapa, bei ya kununulia hii hapa, idadi hizi hapa, jina la bidhaa hili hapa. Kwa hiyo basi mfumo huu ukishakuwa hivyo, tafsiri yake kwamba mtu anapokuwa anafanya mauzo, mfumo unakuwa una control stock. Kwa wewe mfanyabiashara unakuwa unajua stock yako namna inavyoenda, inavyopungua, inavyoongezeka.
Kwa hiyo inakupa option nzuri. Kwa hapa kuna issue ya stock, unaangalia stock hapa. Kuna kitu kinachoitwa stock history. Stock history unaangalia jinsi bidhaa yako inavyotoka, inavyoingia, inavyopungua, imepungua lini, tarehe ngapi ilikuwa hivi, vikauzwa vingapi, tarehe ngapi ilikuwa hivi, vikauzwa vingapi. Baada ya hapo, kwenye mfano kwenye dashboard yetu inaonyesha mtaji mzima wa duka lako. Hata leo nikikuuliza mfanya biashara kwamba duka lako lina mtaji wa kiasi gani, utaniambia niambie basi kwenye comment kwamba duka langu mimi linahitaji kiasi kadhaa, hujui. Lakini mfumo huu unakuonyesha mtaji, idadi ya bidhaa, mauzo ya leo yote. Lakini bado mfumo huu una grafu hapa chini. Kuna grafu ya bidhaa ambayo inatoka sana, top product, bidhaa ambayo inatoka sana kuliko bidhaa zingine. Lakini kuna pia grafu chini hapa ya mauzo pamoja na matumizi. Umeona, matumizi yakiwa makubwa, bidhaa inakuonyesha kwamba bana, matumizi haya punguza, matumizi yamekuwa makubwa sana. Umeona, hii ni grafu ya mapato hii ni grafu ambayo inaonyesha kabisa kwamba matumizi yapo na mauzo na matumizi, faida na matumizi. Je, faida inazidi matumizi au matumizi yanazidi faida? Biashara yako inaenda au inapungua? Hapa tunakuwa na hii hapa. Kwa hiyo badala ya hapo kuna swala la bidhaa. Hapo unakuwa unaongeza bidhaa sasa. Hapa kuna button hii inaitwa ongeza bidhaa. Unaweka jina la bidhaa, Kwa mfano hapo ni stationery, sasa unasema baba hapa ni counter. Counter, labda counter zipo nyingi. Counter A4. Idadi nimejumua ngapi? Labda nimejumua 30. Bei ya kujumulia labda ni 2001. Bei ya kuuzia ni 3000. Aina ya bidhaa unaweka hapo. Unauza kwa mfumo gani? Kwa kilogramu, kwa pisi au vipi? Kwa hiyo bado unajaza daftari mpaka leo, unapoteza muda, unajichanganya. Je, unajua gharama ya kutokuijua hesabu yako ya kila siku? Mfumo wetu wa usimamizi wa biashara unakupa uwezo wa kufuatilia kila senti inayoingia na kutoka popote ulipo. Badilika leo. Sasa hivi biashara yako ipo kiganjani mwako. Tumia mfumo wetu wa kisasa, yani Credit Sales, unaofanya kazi kwenye simu, tableti au kompyuta. Pata ripoti ya mauzo, mapato na matumizi papo hapo. Jua idadi ya bidhaa zilizobaki na thamani ya mtaji wako bila kupiga kelele. Lete heshima na uaminifu kwenye biashara yako. Acha kizamani, endesha kidigitali. Biashara yako inahitaji mfumo huu sasa. Sio lazima ukae dukani masaa 24. Njoo tukuhudumie upate tija kwenye biashara yako. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Karibu sana.